Mama Samia, Nchimbi, Manueli hawasemi kweli. Na kwenye chama chetu inasema kwa kuapa nitasema kweli daima na fitina kwangu ni mwiko. Kweli nitalifafanua. Alafu katikati ya wiki hii nitakuja na mambo mawili. Nitaeleza kuhusu hicho wanachokiita bima ya afya kwa wote. Ni uongo mkubwa na ni balaa kubwa kabisa. Linatengenezwa ili watu wachote fedha, waendelee kutukamua hata katika eneo hilo na walale mbele. Tusiwaruhusu. Ule mfuko wa bima uko hoi bin taabani, unaendeshwa kwa hasara. Ninyi waulizeni hata kwenye midahalo. Unajua waandishi wa habari hawezi kuuliza maswali haya. Tumejifunza nini kutoka NHIF tunapokwenda kuanzisha au ku roll out bima ya afya kwa wote? Ni uongo mtupu. Wiki nitafafanua kwa watu. Wamefanya utafiti wa nchi tofauti tofauti. Nimechukua muda kidogo kulisoma jambo hili, na tusihadaike. Achaneni na watu wengine ni wanaonekana wamesoma, maprofesa waongo, wanataka vyeo baada ya uchaguzi. Sisi tujikite, tunataka kwanza kuijenga nchi yetu kwanza. Tofauti na wao wanataka vyeo kwanza, alafu wanatudanganya watajenga nchi baadaye. Waongo, wapuuzeni. Sasa leo nikasema nianze na hili dogo. Niliwaambia juzi mgombea wa CCM Mama Samia ambaye mimi siamini katika uchaguzi na napenda iwe very clear. Hakuna uchaguzi bila kufanya mwafaka wa kitaifa. Hakuna uchaguzi bila kufanya mwafaka wa kitaifa. Na kama unaipenda nchi hii, ukienda kupiga kura, kwanza hakuna upinzani. Vile vyama vyote vile ni kitu hiki. CCM na vile vyote ni kitu hiki. Waongo wote. Kwa utapokwenda kwenye kituo cha kupiga kura, unakwenda kushiriki najisi kwenye nchi yetu. Na wewe ni mapenzi ya kweli na ya dhati kwa nchi yako, usishiriki unajisi kwenye nchi yetu. Mimi sitaonekana kwenye kituo cha kupiga kura. Niko hapa Bongo, lakini sitaonekana kwenye kituo cha kupiga kura. Siwezi kushiriki najisi kwa maana hiyo. Sasa niliwaambia Mama Samia alijaribu kumweka pembeni Emmanuel Nchimbi, akatishwa, bwana kimtoa huyu na wewe unaondoka. Akarudi nyuma. Kumbe umegundua hawa wanacheza na akili zetu. Wamegeuza huu mchezo wa kubeti. Yaani hawa wanataka miaka hii 5 inayokuja tukubali sisi tubeti. Uongozi si jambo la kubeti, ndugu zangu wa Tanzania. Uongozi ni jambo very serious. Ni kufa na kupona kwetu. Ukibeti na uongozi, watu wawili tayari wanakwenda wako, umejua mpeche, umejua hobela namna hiyo. Hapana, usikubali. Tusibeti na mustakabali na hatima ya nchi yetu. Mimi nimewakataa. Nimemkataa Mama Samia, nimemkataa Emmanuel, na vile vingine vyama vile ni maigizo tu. Maigizo. Tuwakatae wote. Kupiga kura ni kubariki najisi hii wanaifanya kwenye nchi yetu. Tukatae. Yani ni sawasawa mnaenda kufungisha ndoa wenza wawili ambao tayari wana mtifuano kabla ya kwenda kwenye altare kufungishwa ndoa. Si balaa hilo? Tutawafungisha ndoa hapa, tutakula ubeche, alafu baada ya siku 3 ndoa inavunjika. Kwa na sisi tusikubali kubariki najisi kwenye nchi yetu. Mimi sitakwenda kupiga kura kabisa. Wapate aibu kama hawatakubali kufanya mwafaka kabla ya uchaguzi. Mimi nasema wakiendelea kushupaza shingo na mimi
mara chache huwa namwomba Mungu kuweka nadhiri, but this time around wakifanya ubishi, wakashupaza shingo wa Tanzania, mimi nitaendelea kusimama na kuwakumbusha katika watu wa kufunga mapema kabisa tutakapokuwa tumekomboa hatima ya nchi yetu ni hao. Na mimi nakumbuka watendaji kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, tunzeni kila ushahidi, tunzeni kila ushahidi, tunzeni kila ushahidi. Tumetoa fursa, warudi nyuma, tufanye mwafaka wa kitaifa, taifa liwe moja, ndio tusonge mbele. Kama wanashupaza shingo, hatutakuwa na mswalie mtume. Ni vizuri wakufahamu.